Karibu katika kipindi hiki ambapo tutakuwa tunazungumzia maudhui ya elimu kutokana na tamthilia ya Bebea Maisha ambayo imeandikwa na Timothy M. Arege. Karibu. Maudhui ya elimu yanajidhihirisha ambapo kwanza Sara anamkumbusha Yona kuwa Neema amewafaa wanuna wake kwa sababu kulipia karo ya chuo kikuu si lele mama. Kulipia elimu inawashinda hata wanaume wenye mshahara kubwa serikalini. Hili linadhihirika katika ukurasa wa pili ambapo Sara mamake Neema anamsifu msichana wao Neema kwa baba yao Yona. Pili, Bella anamueleza kuwa Lemi baada ya kutoka shuleni humuonyesha miondoko na minenguo walioifanya shuleni. Samahani, hapa Bella anamueleza Neema ambaye ni mama yake Lemi. Bella ni mfanyakazi pale nyumbani kwa Neema. Vile vile anasema Jumamosi Lemi shuleni kwao kutakuwa na hafla. Kwa hivyo Bella anamkumbusha Neema asikose kuhudhuria hiyo hafla ya shuleni kwa Lemi. Hapo tunaangazia elimu ya Lemi, mtoto wake Neema na Buju. 3, Buju babake Lemi anauliza mkewe Neema, Lemi anaendeleaje kimasomo? Anafahamu kuwa aliongeza alama lakini akashuka nafasi darasani. Habari hii haimfurahishi. Anasema heri angepanda nafasi akashuka kwa alama. Kwa hivyo hapa Buju na Neema wanazungumzia elimu ya mtoto wao mvulana ambaye anaitwa Lemi. Hapa elimu inajidhihirisha katika ukurasa wa 26. Buju anamkumbusha Neema alipendelea mtoto wao Mina. Mina aende shule ya bweni. Huyu ni mtoto wa kisichana wao yenye gharama kubwa. Huu ni mzigo wa elimu unaomwangukia Buju. Kwa hivyo hapa wanazungumzia gharama ya elimu kwa kumrejelea mtoto wao msichana anayeitwa Mina. Kwa hoja nyingine Neema alimsomesha Asna ambaye ni Asna ni ndugu yake Neema. Asna kupitia mshahara wake tunafahamu kupitia bwana yake Buju. Neema alimsomesha Asna kupitia mshahara wake. Tunafahamu kupitia bwana yake Buju. Asna alifaulu na kupata degree katika ukurasa wa 28. Buju anasema amemlipia karo ya shule ya upili na chuoni. Hapo anarejelea Salome mtoto wa Yona na Sara msichana yule mdogo. Kwa bahati nzuri anafaulu na kubahatika kupata ufadhili, yani sponsorship. Ufadhili wa kuendelea masomo yake ng'ambo. Hapo wanarejelea masomo ya msichana Salome. Tuendelee. Hoja nyingine Sara anamueleza Asna kuwa hakuendeleza masomo yake sababu wasichana hawakufaa kusomeshwa siku za zamani. Hata hivyo aliweza kufika darasa la 7 katika ukurasa wa 33. Hapa tunarejelea elimu ya Sara. Yona anamueleza Neema kuwa alikuwa mtu wa kwanza kijijini kufuzu kutoka chuoni. Aliacha bonge la rekodi kubwa. Rekodi hiyo inazungumziwa hadi leo. Haya maneno yanadhihirisha elimu ya
Yona katika ukurasa wa 73. Yona anapiga darubini nyuma akiwa kwa mzee mwenzao Luka, jinsi walivyosaidiana na Sara mkewe kuwasomesha watoto. Anasema alikuwa akiwaangalia ng'ombe na shamba, huku Sara akipeleka mazao sokoni kuuza. Kwa hivyo hapa Yona anarejelea jinsi walivyokuwa wanapata hela za kusomesha watoto wao ambao ni Asna na Neema. Kwa hivyo hapa tunaona gharama ya elimu. Yona pia anakumbuka akiwa kijana aliporauka shuleni, akiwa na kiboko mikononi, aliyefika baada yake hata kama hajachelewa alimuadhibu. Wakati huu Yona alikuwa mwalimu. Kwa hivyo hapa tunarejelea nini? Elimu katika ukurasa wa 62. Jina langu ni Mwalimu Linda.